Alafu niambie kwenye somo langu na maneno pangu labda ile 30-40 nitakuwa nimemaliza kuhubiri. Ikiongezeka Bwana ni mwema vile vile. Amen. Sifa za mtoto mchanga. Unamjuaje mtoto mchanga? Mtu amekaa kanisani ana miaka 20, miaka 10 lakini ni mchanga, unamjuaje? Jambo la kwanza. Sifa ya kwanza, watoto wachanga wana tabia za mwili. Wamebeba tabia za mwili, wamezivaa tabia za mwili. Hao ndio watoto wachanga. Paulo anaandika kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa 3. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya roho. Sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya roho, bali kama na watu wenye tabia ya mwili. Lakini kama watu wa mwili nini? Kama na watoto wachanga katika Kristo. Kumbuka anazungumza na kanisa hapa, azungumzi na watu wa mtaani, anazungumza na kanisa. Anawaambia anazungumza na nyinyi kama watu wa mwili, kama watoto wangapi? Wachanga. Yaani anazungumza nao, anazungumza nao kama watoto wachanga. Naliwanywesha maziwa, naliwapa maziwa, si kuwalisha chakula. Kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiweza. Mstari wa 3 ndio muhimu. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwili. Hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwili. Maana ikiwa kwenu kuna usuda, na fitina, na kwa kinachoonyesha mchanga kiroho wa tabia ya mwili ni nini? Usuda. Umesikia hiyo sentence? Ikiwa kwenu kuna usuda na fitina. Si watu wa tabia ya mwili. Si watu wa tabia ya mwili ninyi. Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Na mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Anazungumza nao kama watoto wachanga, kama watu wenye tabia nini? Ya mwili. Wana sifa gani? Wana usuda, wana fitina. Kwa hiyo usuda, fitina, masengenyo, uongo, umbea, wizi, ukosa uaminifu, vyote vinaonyesha ni mtoto mchanga. Naongea na watu sawa. Yaani haya aliyotaja hapo ni machache tu, lakini ndani yake kiingiza huko wewe unayafahamu mengi. Yale maombea yale. Unayafahamu yale? Masengenyo, mauzushi yale yamejaa huko ndani. Yale matabia yale ulionayo yale yote kwa ujumla yaunganishe. Wewe ni mtoto wangapi? Mchanga. Kama naongea na watu sawa. Watoto wachanga ni wale wameokoka, wapo kanisani, lakini bado wana vitabia vya mwilini wanavyo. Vile vitabia ni desturi yao, ni maisha yao. Hao ni watoto wachanga. Wameingiza mambo ya duniani, wanayaingiza wapi? Kanisani. Hao ni watoto wachanga. Naongea na watu sawa. Mungu akusaidie utoke kwenye eneo hilo katika jina la Yesu. Kama naongea na watu sawa. Nasema Mungu akuwezeshe utoke kwenye eneo hilo katika jina la Yesu. Kwa sababu ukiendelea kubaki mtu wa mwilini, Mungu akiwa kule mbinguni anakuona kama mtoto. Kwa hiyo kuna vitu anashinda kukupatia. Jambo la pili, sifa ya pili, naenda haraka nikwambia ndani ya 10 na nimemaliza. Watoto wachanga wanachukizwa na maneno magumu. Sifa nyingine, mtoto mchanga anachukizwa na maneno magumu. Anapenda kubembelezwa, anapenda kupetiwa. Anapendwa yani umshike mtoto mchanga. Unajua mtoto mchanga ukimshika hivi, alafu ukasema unamwacha ili uende kufanya mambo mengine, unaanza kusikia wewe hujaelewa mtoto mchanga. Si umeelewa? Yaani ukimwacha pale unasikia analia jamani. Unamwambia mtoto mchanga, nataka nifanye kazi. Tulia na wewe. Ndio mchanga huyo anapenda hiyo mbele. Anapenda hiyo, anajisikia vizuri. Ndio watoto wachanga kiroho wako hivyo. Wanapenda muda wote tu peti tu wapake na nini. Wana maovu mengi, mashida kibao, na tabia ya ovyo, bado tu wapeti na nini. Huo mpango hatuna katika jina la Yesu. Tunakueleza waziwazi kwamba hapa nyoka, twende hivi. Sema amina. Lazima tukupe chakula kigumu, sema amina. Mathayo 15:7-12 kwa haraka kimbia. Enyi wanafiki. Ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu. Akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo. Ila mioyo yao iko mbali nao. Nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
Akawaita makutano akawaambia, Sikilizeni. Fahamuni. Sicho kiingiacho kinywani kimtokacho mtu unajisi. Sicho kinachoingia kinywani kinamtia mtu unajisi. Bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Kinachotoka kwenye kinywa hicho ndio kinaleta unajisi. Ndipo wanafunzi wake wakamwendea, wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile. Unajua wanamkonyeza hiyo. Baba, unajua uliposema neno hilo kwamba kinachoingia akimtii mtu unajisi, ila kinachotoka ndio kinamtia mtu unajisi. Ndio wanamgusia, unafahamu uliposema maneno hayo Mafarisayo walichukizwa. Mafarisayo ni walimu wa sheria. Sio kama unaelewa sawa sawa. Mafarisayo hao majamaa yanakaa kwenye masinagogi, yanasoma Torati. Ile Torati ya Musa, ile kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Walawi, Kumbukumbu la Torati na nini hiyo na Hesabu. Wanasomanga vile vitabu vitamu vinaitwa Pentateuch. Kwa hiyo wanavisomanga. Na vile vitabu vingine vya kina nabii, wanasoma zile nabii za Daudi, nabii za kina Yeremia. Wanasomanga wakiwa ibadani, wanazisoma zile katika jina la Baba. Tusome, nimesema usiibe, usizini. Majamaa yakakutana na Yesu. Alafu majamaa yakaanza kumchallenge Yesu. Yanamwambia wanafunzi wako wanakula bila kunawa. Haiwezekani. Utaratibu sheria inasemaje? Sheria lazima unawe sababu ni najisi. Yesu anamwambia, sikilizeni, kinachoingia kitii unajisi. Kinachofanya? Hayo maneno Mafarisayo walichukizwa. Sasa Yesu alikuwa ajui wanafunzi wanaenda kumgongea, anamwambia, amenuna. Manake nini? Hawapendi maneno magumu. Wanapendwa kupetiwa, kubembelezwa, kushikwa. Hao tunao kanisani. Ni watoto wangapi hao? Wachanga. Halo? Umo miongoni mwao? Hao wanapenda kupetiwa. Ukimhubiria ajenda ngumu, anaanza, jamani, kwa nini amehubiri hivi? Anatakiwa kuhubiri hivi. Anatakiwa asihubiri hivi. Anataka tumfundishe namna ya kuhubiri. Watoto wangapi hao? Wachanga. Na ukimbonga kwenye eneo fulani, kwenye engo la mahubiri, anatamani kanini mapili jao sifika ni sana. Mhubiri anigusa. Kwani mhubiri hivi? Siendi leo. Watoto wangapi hao? Jambo la tatu. Watoto wachanga ni wepesi kuyumbishwa. Yaani ni wepesi kuyumbishwa. Akija leo nabii akasema kwamba nakwambia leo kuna maji ya upako. Haya maji ukiyachukua ukamimina kwenye nyumba yako, kwenye gari yako, ukamimina kwenye ndoa yako, ukamiminia mume wako kichwani, hiyo ndoa haivunjiki. Chukua maji ya upako, chukua keki ya upako. Utashangaa, haleluya. Anaichukua keki ya upako anaenda nayo. Alafu tukija wahubiri kama sisi tukawaambia achana na keki ya upako. Liko jina moja linaitwa Yesu Kristo. Hilo lina nguvu, linaweza. Asante Yesu. Mahubiri yale ameyakubali, na mahubiri yale anairudishwa. Anakaa kwa juu ya kenda huku mchanga kidogo. Kama naongea na watu sawa. Hao ni wachanga kiroho. Yaani kila elimu mchanga kiroho anasikiliza kila mahubiri, na kila mahubiri anaweza kusikiliza mhubiri A anahubiri tofauti kabisa na mhubiri B. Wote anasikiliza na wote anawaelewa. Anasema Yesu Mungu anawatumia. Ajui kuchanganua ipi nzuri ipi mbaya. Yaani mhubiri yote yeye kwake ni nini? Kama naongea na watu sawa. Hao ni wachanga. Ndio maana nasema nataka wewe ukue kiroho. Nataka ukomae kiroho. Usiyumbishwe na upepo wa dunia hii katika jina la Yesu. Upepo ukija ukuache, ukukute uko salama. Umejengwa juu ya mwamba. Mafuriko yakija, dhoruba zikija, shida zikija, anga zikija, hautaanguka, hautateketea, hautayumbishwa. Unasimama imara. Sema amina katika jina la Yesu. Mungu akupe hiyo neema ukomae kiroho. Amen. Utasoma kwa wakati wako wa Efeso 4:14. Jambo la 4. Nikwambia na dakika 10. Tena zinakaribia kuisha kabisa. Hawajui neno la Mungu. Wachanga kiroho hawajui neno la Mungu. Hawajui neno la haki. Neno la haki ni neno la Mungu.
tulisoma 5:13. Anasema hivi, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la nini? Ndio watoto wachanga. Yaani watoto wachanga hawalijui neno la Mungu. Na kwa nini hawajui neno la Mungu? Ni matokeo ya uvivu. Ni wavivu wa kufuatilia mambo. Hawawezi kufuatilia mambo. Ni wachanga. Hawajishughulishi na vitu vitokee. Yaani kama amepona kwa maombi, hasikilizi tena neno la Mungu. Wanasema imeisha, nimemaliza, nasubiri kutwaliwa. Neno la Mungu hasomi. Huyo si lazima afuatwe na majini huyo tena. Majini lazima amfuate. Basi Biblia inasemaje? Biblia inasema pepo akitoka, pepo sio mjinga, akitoka mtu anaenda mahali na tulia namna hii. Anacheki mazingira yake. Alafu anasemaje? Nitarudi. Akikuta pale pako vibaya, nitarudi nyumbani. Yaani maana yake ni nini? Nilishawafundisha nikawaambia. Maana yake ni kwamba kama ndani yako hakai Mungu, yaani mwili wako wewe ni nyumba ya vitu hivi. Moja Mungu, mbili shetani. Kama yuko Mungu, yuko shetani. Ndio hivyo. Unanielewa sasa? Ndio maana anasemaje kwenye kitabu cha Mathayo 2, anasema pepo mtokapo mtu huenda mahali pasipo na maji, anatafuta anatulia. Akiona ile nyumba pale pamekaa sasa anarudi, anasema nitarudi nyumbani. Yaani katika mwili wa binadamu pepo anapaita wapi? Nyumbani. Kwa hiyo mwili wa binadamu ni nyumba za vitu hivi. Mungu au hayuko Mungu, yuko nani? Barikiwe sana. Haleluya. Hao watoto wachanga, sifa za watoto wadogo. Tuna wachanga kanisani, alafu tuna wadogo. Hapa tuna mchanga. Mtoto mchanga yuko hapa. Mtoto mchanga kabisa. Yule ni mchanga. Yule pale, asante sana mama, umetuletea mtoto mchanga. Na mimi wiki ijayo kwamba nakwenda. Mtoto mchanga. Sasa tunamwona yule mtoto mchanga, ndio tumeangalia sifa zake. Sasa tuna mtoto mdogo. Wameenda nani Sunday? Wameenda Sunday. Watoto wadogo ndio wale wanakaa hapa. Wanakaa hapa kina Brianna, sisi na nani wanakaa hapa. Wadogo wale watoto wachanga. Tuangalie sifa yao. Sifa ya kwanza. Hao watoto wadogo kiroho wanapambana sana na dhambi. Yaani wanapambana